Faki! 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 Naam baba, nakuja. Njoo, unafanya nini uko ndani? Baba nakuja, nilikuwa naweka zile mbegu. Njoo, kuna mambo ya msingi nataka kuja kukueleza. Chukua hicho kiti. Uje ukae. Faki mwanangu, nadhani unafahamu kila baada ya miaka 7 tuna tambiko la damu hapa kijijini. Na tambiko hili lengo lake kubwa ni kumpa mtu uongozi na mamlaka yote yanayohusu masuala ya kiuongozi katika kijiji chetu. Ndio baba, nafahamu. Sasa hapo ndio kwenye tatizo. Sisi viongozi wa zamani tulirisi uongozi kwa kumeza hirizi. Na hufi mpaka uitapike hiyo hirizi. Ningependa uwe karibu nami ili nikiitapika tu ile hirizi, ulisi uwe wako. Sasa baba, mimi nitajua vipi siku yako ya kufa? Elewa mwanangu. Mtu yeyote atakayeiokota na kuimeza hiyo hirizi, basi yeye atakuwa ndio kiongozi. Sasa baba, hivi huyo kiongozi atakuwa na ishara gani mpaka tukamjua huyo ndio kiongozi? Sawa. Mtu yeyote atakayelisi huu mkuki wangu na akawapata ile hirizi, basi huyo atakuwa ndio kiongozi. Lakini baba, naomba nikwambie jambo moja. Sawa. Hivi unajua katika hichi kijiji chote, yani watu wengi tamaa yao ni kupata uongozi. Na ndiyo maana nikakwambia uwe karibu nami ili nikiitapika ulisi ubaki nao wewe. Baba, kwa nini usingetoa uamuzi kwamba Seboki ndio angekuwa kiongozi hapa, sio mimi? Sikiliza mwanangu Faki. Mwanangu, ninakutegemea ni wewe. Seboki hata leo hii unamuona yupo hapa. Ningependa wewe uwe ndio mlisi, wewe ndio nakuamini. Naomba kubali mwanangu. Nitaangalia baba. Usiniambie utaangalia. Naomba nikubalie ili nafsi yangu na mimi ikunjuke. Nione kama kweli hirizi itapata mlisi kutoka ndani ya familia yangu. Hasa mtoto wangu Faki. Sawa? Ndio baba. Sawa. Ndugu yangu. Dada. Kijiji chote na watu wote wametenga sababu ya uchawi tulionao. Ni kweli dada. Yaani tumetengwa kama wafungwa kwenye kesi za mauaji, eh? Kabisa. Siku zinavyozidi kwenda, uchawi wako umekuwa tishio mdogo wangu. Hadi na kuogopa. Alafu nimekumbuka dada. Hivi unajua kama tarehe ya tambiko la damu zinakaribia? Ndio nafahamu. Isitoshe huu ndio muda mwafaka sisi kuheshimika na kukiongoza kijiji chote. Halafu nimesikia mzee Pima anataka kumlisha mwanae Faki hirizi ili awe kiongozi na mtawala hapa kijijini. Mzee Pima huyo. Yeah. Sasa ngoja nikwambie. Sisi cha kufanya ni kumuua mzee Pima. Sawa? Tukishamuua tunachukua hirizi. Mmoja wetu hapa anaimeza ili kuwa kiongozi. Ama unasemaje? Hapo maneno jambo zuri sana. Watu wote watatutii na kufuata amri yetu. Ni kweli dada. Na tukishafanikiwa tunahakikisha kila mwanakijiji awe mchawi. Atakayekataa tunamuua. Halafu nina muda sijanywa damu. Sio ndio sababu unanizidi kiuwezo kichawi kika. Ngoja nimalizie hapa. Mgwani. Nabii ndugu yangu. Mbona ufiki? Nakuja. Mbuzi asikii sana huyo. Mbuzi huyo.
Sufi hazikuumizi? Huku tusije tena. Mimi nishazizoea. Anabii. Safi sasa. Tushawafunga. Sasa tukae. Kuna mazungumzo nataka tu. Jua linawaka Sana. Ehe. Anaambia mwenzangu, kitu gani hicho? Ndugu yangu, ndani ya familia yetu naonekana sina hata tone la thamani. Sijui lini mpaka lini. Hizo ni fikra zako potofu tu ulizo nazo Sheboki. Shida yako unapenda ukubwa katika familia wakati baba yako yupo. Tatizo sio hilo Mgwani. Faki anapewa nafasi ya mbele kuliko mimi na Uma. Kitu pekee kinachompa Faki kipaumbele kwa baba yako ni heshima alionayo. Kwa hiyo mimi sina heshima. Sina maana hiyo hata kidogo rafiki yangu. Ungekuwa una maana hiyo usingenitukana. Sasa kuanzia leo kila mtu achunge mifugo yao mwenyewe. Nisikilize basi acha maneno na wewe.